Vitu vidogo ambavyo tunavifanya vinaweza kutusababishia kesho tukaenda kwenye viwango vikubwa ambavyo pengine hatujawahi kuvifikiri kwenda. Wakati ninaanza huduma miaka michache iliyopita, nilimwambia Mungu jambo moja. Nikamwambia Mungu, ninaomba unisaidie, ninahitaji unipe basic needs ambazo ninazihitaji ili nikutumikie wewe kwa uaminifu. Ninaomba kwanza unisaidie, unipe uchumi mzuri ili ninapoenda popote nisije nikaiba sadaka za watu. Moja, wako watumishi wakija kwenye semina wanatengeneza na magrupu ya WhatsApp ya kula sadaka za waumini. Watumishi wa Mungu na wewe unajua upo kwenye grupu lake lile. Jambo la pili, nilimwambia Mungu, ninaomba kwa sababu umeniwekea wito wa kufanya kazi maeneo ambayo watu wengine hawafiki, ninaomba nipe uchumi mzuri, kwa sababu kama nitakuwa sina uchumi mzuri, fedha ya sadaka yoyote ikija kwenye mikono yangu inaweza kunishawishi nikaila nisiitoe. Jambo la tatu, nikamwambia Mungu, ninaomba msaidie mke wangu awe na akili timamu ya kunielewa nini ninafanya. Nipungie mkono. Mwanzo wakati ninaanza kufanya huduma na kina Maketa huku hapo Masukanzi na mitaa mingine huko kule Image, Kilala na sehemu nyingine, nilikuwa ninakuja nikirudi mjini, kiongo ananiuliza, hivi unafanyaga kazi ya Mungu, mbona sioni mabadiliko yako? Unasema? Anasema, mbona sioni badiliko lako? Naambia, lakini mimi ninajua Mungu atanisaidia. Kuna wakati ilikuwa ni ugomvi. Unajua kwa miaka ya sasa kumooa binti wa miaka hii Gen Z, alafu ukamwacha nyumbani wiki mbili haupo tena, ni Dar es Salaam, sio Ilula, Dar es Salaam. Rafiki yangu ameoa miaka michache iliyopita, alisafiri kwenda kazini, yeye ni mpiga picha tu, alisafiri kwenda kazini Bukoba na kwaya, alirudi akakuta mke wake amesomba vitu vyote ndani, ameenda navyo pasipojulikana, mpaka leo hajampata.